Somo andika tafuta mbinu ya kukutoa matesoni. Tuna somo zuri sana ambalo limejaa tunasema maarifa ambayo Mungu anatupa kutufundisha ili tupate mbinu mbalimbali za kutusaidia hasa tunapokuwa tumeingia kwenye mateso yetu, ili tupate mbinu za kututoa kwenye mateso. Kitabu cha Zaburi sura 107 ndio kimebeba msingi wa hili somo. Biblia inasema, nafsi zao zachukia kila namna ya chakula, wameyakaribia malango ya mauti, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Kuna mateso ya aina nyingi sana. Hata sasa ukisema Mungu anasikia, lakini ule mfumo wa Mungu akakujibu, hapa lazima tuwe na nidhamu sana. Ndio tunakosa imani. Tunaweza tukawa nayo, lakini kuna mambo mengi tuko nayo. Moja wapo ni tabia kumnyoshea mwenzako kidole. Hasa si tukiokoka tunanyoshea sana watu vidole. Sasa usifikiri kitu chepesi, kwa sababu wakati fulani tumezaliwa hivyo. Tunatoka kwenye koo au familia ambazo tumezoea kusema sana watu. Akiondoka baba, mmeanza kusema unamuona baba, unamuona baba. Watu wengi wanasema Mungu, mimi natamani nisikie Mungu anasema. Mungu hawezi kusema wakati una mdomo unazungumza unawasema sana watu, unawasema watu. Mungu hawezi kuzungumza na wewe. Ni ngumu kusikia sauti ya Mungu ukiwa umebeba vitu. Huyu ndio kushtaki kula umulaumu. Mungu hawezi. Ukichange utashangaa ndoto zako zinanyoosha, maono yako unaona. Kiona mtu anakuletea maneno kuzungumza watu, mwambie wewe usimnyoshie mwenzako kidole. Tunataka kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mbinu ya tatu. Fanya toba kwa sababu ya dhambi ya kulipa mabaya kwa mabaya au kisasi, ili umpe Mungu nafasi ya kukutoa kwenye teso lako. Ngoja niende polepole. Nikisema fanya toba, maana yake geuka. Ukisikia toba, maana yake geuka. Kugeuka maana yake achana na ulichokuwa unafanya. Angalia kitabu cha Mithali sura ya 17 mstari wa 13. Biblia inatupa akili, inasema hivi: yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Angalia mbinu hiyo. Kama una tabia ya kumlipia mtu mwenzako mabaya kwa mabaya, Mungu hataondoa mabaya kwenye nyumba yako, au kwa lugha nzuri, mabaya hayataondoka kwenye nyumba yako.